Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti tuliyokuwa nayo ni kwamba kumbe ni baraza la Seneti la Marekani ndilo ambalo limepitisha azimio linalolenga kumzuia rais wa Marekani Donald Trump kuendelea na operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Baraza la Seneti nchini Marekani limepitisha azimio linalolenga kumzuia rais huyo wa Marekani na kuzuia mamlaka ya rais huyo kuendelea na operesheni za kijeshi dhidi ya Iran bila ya idhini ya bunge au mjadala kuhusu mantiki, gharama, mkakati na lengo la mwisho lililo wazi. Baraza hilo limepiga kura 50 kwa 47 kuchukua azimio la mamlaka ya kivita ambalo lingemtaka Trump kukomesha uhasama wa Marekani dhidi ya Iran, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mahakama kusogeza hatua hiyo tangu mzozo huo uanze mnamo Februari. Wa Republican wanne, Bill Cassidy wa Louisiana, Rand Paul wa Kentucky, Susan Collins wa Maine na Lisa Murkowski wa Alaska walijiunga karibu na wademokrasia wote wa Senate kuunga mkono jaribio la 8 la kuendeleza hatua kama hiyo. Senator John Fetterman wa Pennsylvania ndiye mdemokratic pekee aliyepiga kura dhidi yake, huku wa Republican watatu hawakupiga kura. Cassidy ambaye hapo awali alipinga juhudi hizo alibadili upande wake baada ya kushindwa katika kinyang'anyiro cha mchujo ambapo Trump alimuidhinisha mpinzani wake. Hatua hiyo ina uwezekano mkubwa wa kupitishwa kwa vile bado inakabiliwa na kura ya mwisho ya Senate. Vikwazo vikubwa katika baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na chama cha Republican na kura ya turufu iliyokaribia kutolewa na Trump ikiwa itafikia kwenye meza yake. Hata hivyo, wademokrasia wamepiga kura hiyo kama muhimu kisiasa, wakisema kwamba inawalazimisha wa Republican kuingia kwenye rekodi ya juu ya mzozo unaozidi kutopendwa wa Iran na gharama kubwa. Lakini kiongozi wa wachache katika Senate, Chuck Schumer, aliwataka wabunge kuunga mkono azimio hilo, akimtuhumu Trump kwa kujifanya kama mtoto mchanga anayecheza na bunduki iliyojaa. Msukumo huo unakuja baada ya makataa ya siku 60 yaliyowekwa na azimio la mamlaka ya kivita ya mwaka 1973 kumalizika Mei Mosi. Sheria inamtaka rais kupata kibali cha bunge ndani ya siku 60 baada ya kuingiza majeshi ya Marekani katika mapigano au kukomesha ushiriki wao, na uwezekano wa siku 30 za ziada za kujiondoa katika uwanja wa vita. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mnamo siku ya Jumatatu alisema sasa hataruhusu majeshi yake kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, bado yupo katika wakati mgumu. Trump alihoji katika barua aliyoiandikia Congress mapema mwezi huu kwamba kile anachokitaja kama safari ndogo dhidi ya Iran ilikuwa imekamilika, akitoa mfano usitishaji wa mapigano ambao umekuwepo tangu mapema Aprili. Wakosoaji wamekataa hoja hiyo, wakiashiria kuendelea kuziba kwa jeshi la majini la Marekani kwenye bandari za Iran na ukweli kwamba majeshi ya Marekani yamesalia katika nafasi nzuri kwa uwezekano wa kufanya mashambulizi mapya. Waziri wa vita Pete Hegseth pia aliwaambia wabunge kwamba utawala unaamini usitishaji wa vita unaweza kusitisha au kusimamisha saa ya siku 60, tafsiri ambayo wa Democratic na baadhi ya wa Republican walihoji. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kinatajwa kwamba moja kati ya sababu zilizomfanya rais wa Marekani kusitisha mapigano dhidi ya Iran ni pamoja na bunge la Senate kuja na mpango wa rais wa Marekani Donald Trump katika vita vyake dhidi ya Iran na kukataa kwao. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue mengi yanayojiri katika ulimwengu.